Your Excellency Deputy Governor, Apostle Dr. Anthony Ngaruiya, Reverend Ben, all pastors, invited guests, ladies and gentlemen, hamjambo. Hamjambo. Thank you so much. Mimi sina mambo mengi. Mimi naitwa Maina wa Maliland. Mzee mtulivu. Sina maneno, ni kutulia tu. Na siku ya leo niko na furaha. Nikiwa hapa nikiweza kuona ndoto ya Apostle Ngaruiya ikiweza kutimia. Maana hii ni ndoto amekuwa nayo kwa muda mrefu. Na wacha siku ya leo tunakuja kusherekea ama kufungua Road Store. Road Store naweza sema hapa ilianza kitambo. Maana sidhani kuna wakati hata mmoja amewahi kosa kupatiana chakula. Si ni kweli? Hiyo ni kitu imekuwa ikiendelea, lakini sasa Mungu ameweza kumtoa kutoka kiwango kimoja, ameweza kumweka kwa kiwango kingine. Na sisi tunashukuru Mungu sababu ya hiyo. Mimi sio pastor. Mimi sio pastor. Yule anakaribia pastor ni huyu. Yule anakaribia pastor ni huyu. Hata wakati nilisikia mapastors wote wasimame, nilikuwa naangalia kama atasimama. Nikaona amejikaza. Lakini tunajua Mungu anamfanyia mambo mazuri. Mimi ni muuzaji wa properties. Kwa hivyo, hiyo ndio kazi yangu. Ukitaka mahali ya kujenga, mahali utaenda ukae vizuri wakati uko hapa duniani. Biguni kuna mambo mengine. Tunajua za huko ni za dhahabu. Ya hapa duniani sasa sisi ndio tunajaribu kuletea watu hiyo maneno. Tunakuuzia plots kila mahali, tunakupea title, unafurahia. Na niko na furaha nikiona watu wengi sana wenye wametoka diaspora na kila mahali wamekuja kwa hii kanisa siku ya leo. Na wajua nikiwaangalia hivi naweza wahesabu. Maana wengine wetu wamekuja mpaka kwa ofisi wamechukua title zenu. Na tunashukuru Mungu sababu ya hayo yote. Mara ya mwisho tulipokuwa pale Atlanta Gardens. Reverend unaweza nini? Baruthi unaweza kubuka. Unaweza kubuka vizuri sana. Wakati pastor alituambia ya kwamba kuna hii road store. Na ni vizuri umesimama hapa. Kuna kitu tulipromise pastor na kwa hapa najua. Tulisema ukifungua hiyo road store, sisi na Baruthi tutasimama na hiyo road store kwa shilingi 1,300. Unakumbuka hiyo? Yes. Good. Asante. Na sababu tuliahidi. Na apostle ametufundisha usiahidi kitu unajua hautaweza. Tuliahidi ile kitu tunajua tunaweza. Na kwa hivyo siku ya leo wakati tunaenda kufungua hiyo road store, Pastor Ngaruiya, be assured our contribution of 300,000 ya kununua uga, kununua mafuta, kununua sukari, hizo vitu zote ziko. Na nimesema tulimwambia hivyo tukiwa pale Atlanta Highway Gardens. Hiyo ni project tulikuwa tunauza huko. Unajua saa zingine tunaendaga na apostle ndio apatie watu neno wasikie vizuri kwa moyo zao, alafu sisi tunakuja pale tunawekelea project yetu hapo kado. Unajua ukikula chakula ya kiroho unafaa ukule zote. Ushibe kwa zote. So sisi akipeana neno tunakuja tunaweka project hapo na tunauza na tumeweza kudeliver kwa watu wengi. Na nyinyi mnajua hivyo. Tumekuwa tunauza, tunadeliver, tunapatia watu title. Na hasa wenye wako kule diaspora. Mnajua ile kitu tuliwaahidi. Mumeumia muda mrefu, hamtaumia tena. Hamtaumia tena mkiwa kwa Maliland. Baruthi akiwa, Pastor Ngaruiya akiwa, be assured. Ile pesa yako unatumia kwa investment kwa Maliland iko safe.
Hiyo naweza wapatia uhakika hivyo namna hiyo. Na hiyo Atlanta siwe ni member. Si uko na project huko, uko na plot huko. I remember hata Apostle bado uko na plot huko Atlanta Highway Gardens. Na saa hii kumebakisha plot 7 by the way. Wacha niwaambie ukweli. Si mingi, ni 7 tu zimebaki. Lakini hizo 7 kuna kitu mimi nimefikiria wakati nilikuwa nimekaa pale. Mnafikiria nimefikiria nini? Atakufanya nini? Atakupeana. Kwani mnataka nipee nani? Mnataka nipee nani? Ata nani? Atunasema? Reverend Ben. Sasa Reverend Ben, kusema ukweli, si mimi nimesema, hawa watu wamesema. Hawa watu wamesema nikubariki na plot. Yes. Na simu gani yakikuja kwako? Hata ile jogoo unakuaga umeweka pale hamkuragi. Si ndio mnakuraga siku hiyo mgeni amekuja. Sasa Reverend Ben kutoka leo, yeye nimempatia hiyo plot ya Atlanta Highway Gardens na si ya shilingi 2, ni ya 670,000. At least akitoka hapa atasema mahali nimetoka yenyewe, hata mimi nimeagarua vizuri. Na watu wa JCM, sababu mnajua mnaangalia, msiache nyuma ikifika ni kununua maplots. Hapana. Kwanza hizo 7 zimebaki. Watu wa JCM, mpige simu tutaongea kitu mzuri. Mimi nimemaliza yangu, nimeshukuru sana na Mungu awabariki kwa kupata hiyo nafasi ya kuweza kufika hapa. Nataka nimwalike ndugu yangu hapa. Unajua inaenaga ina ile seniority, si ndio? Sasa nataka nikualike brother, uongee na washirika wako. Thank you. Bwana asifiwe. Bwana DG, Reverend Ben, Apostle Ngaruiya, wachungaji na washirika. Bwana asifiwe. Sijui nitasemaje, lakini kwanza niambie ndugu yangu hapa, hii maneno ya kuwa mchungaji sipendi. Na wacha let me make this clear. Unajua kuna watu huni confuse juu ya kushinda na wachungaji. Mimi ni mchungaji. Hapana. Hata siezi. Ile stress inakuanga na hawa watu, mimi siezi. Siwezi, roho yangu haiwezi beba watu wengi. Kama charity kidogo hapa inanisumbua, unakosa usingizi. Sasa mimi nitaweza mambo ya washirika surely? Hapana, wacha wao wahubiri. Alafu niseme ndugu yangu, umekosea kupea Reverend Ben your plot. Jua atauza. Mimi najua atauza na atapeleka kwa store. Hiyo ndio shida yake. Lakini sasa shida yake ni hata ukiweka title jina yake bado ataiuza apeleke chakula kwa store. Hiyo ndio shida yake. Mimi namjua hivyo. Huyu hata umpee pesa gani anarudisha kwa store. Mpaka naogopa kumpea pesa. Juu yote atapeleka kwa store. Sasa mimi hujua hivi, badala ya kumpatia najua kwake. Saa zingine naenda nanunua maziwa na kuja napeleka. Juu nikimpatia hata nunua. Mimi namjua vizuri. So wacha nishukuru Reverend Ben sababu ya kupata nafasi ya kuja hapa. Tulianza na Pastor Ngaruiya I think 5 years ago pale kwa radio ya Kegosho kabla niache kazi. Tulikuwa na yeye, tukatoka hapa tukahubiri pale kwa mkahawa moja. Nimehubiri sijahubiri. Tukahubiri na yeye kwa mkahawa. Na kisha Mungu akatupea nafasi pale kwa studio, tukajenga na tukaweza kuhubiri pale. I've seen him doing charity. Na alinipata nikifanya charity pia. Siku moja nikamwambia nasikia kuacha kazi. Ananiambia uko serious? Nikamwambia niko serious. Hata yule Mr. Maina nikamwambia nataka kuacha kazi. Na hakuna kitu watu wengi hawajui, wakati Mungu anakupea mzigo, saa zingine anakusukuma. Na hiyo mzigo anakusukuma na nguvu nyingi. In a way that kuna mahali itabidi utoke ndio ufanye ile kazi anataka. And that's what I did in radio. Most of the people hawakuelewa kwa nini niliacha kazi yangu. Hiyo kazi ni Mungu alinipea. Na in fact hiyo kazi nikiajiriwa si ku-apply, nilipigiwa simu. So Mungu huyo alinipea kazi si ku-apply. Akikwambia uacha si unaacha. So that's what I did. But sikuwa najua naelekea wapi. The only thing I knew is that nitaendelea kusaidia watu. Ingawaje kazi ya kusaidia ni ngumu, Reverend Ben anajua, hata Pastor Ngaruiya anajua. Tumesumbuka sana, tumepigwa vita,
lakini bora uifanye vile inastahili, hata upigwe vita usiondoke. So tukaanza kazi, and I tell you, Mungu ametutoa mahali. Huyu nilimjua wakichukua na kamera ya simu huku. Hapa walikuwa wanachukua na kamera ya simu. Kwambia tutatafuta kamera. So I have seen him moving from one step to the other. Na sasa hivi tukifunga Lord Store, najua Mungu atakufanyia mengi. You are selfless man. Kutokula sadaka si mchezo, si mchezo. Kutokula sadaka. Sasa utakula nini? Sio. Lakini yeye amesacrifice. Kumbe ilikuwa inangojea hii the Lord Store. Huyu Reverend Ben hata yeye yake inaenda huko mpaka tithe. So we had not seen that earlier. Sisi tunajua wachungaji wakifika level ingine sasa inakuwa ni ngumu kuwafikia, inakuwa ni ngumu kushare kitu na washirika. So when we see preachers changing, ati yeye hata hataki hiyo mnamletea, anawagawana na wale hawana. Yaani mnamletea alafu anawagawia. Sasa surely mliona wapi hiyo? Si wanafanya jambo la maana. So today I appreciate Reverend Ben and Apostle Ngaruiya, kwa sababu imefika mahali wachungaji sasa wameanza kushindwa. Sasa nini injili gani hii mmeleta sasa? Si tuhubiri Yesu, muachane na hizi tunaletewa. Lakini si haina umuhimu wowote uletewe alafu wale wanakuletea karibu mtu anaanguka hapo unafikiria ni mapepo, kumbe ni njaa. Lakini ameleta chenye alikuwa nacho, si ndio? So saa zingine injili kama hii haipendwi. You know me, I have done compassion for so many years, naendelea bado kuifanya, but when I see preachers doing the same, inani encourage sana. So may God bless you so much for this work. Najua mtapigwa, Reverend, vita lazima. Najua tayari hata ishaanza, sababu hiyo si injili wale wachungaji wengi wangependa. Na ningetaka kuambia DG, sababu wako hapa, let's support these people. Hawa watu ile kazi wanafanya si wachungaji wengi wanaweza itikia, lakini imebidi wakuje cha lazima wakimsupport. Reason being, hii Lord Store ni watu wengi sana mmejaribu kusaidia, lakini hamwezi fikia wote. Sasa wachungaji pia wakijenga Lord Store pia itafikia wengine. Tukifanya hivyo sisi wote, I know we are heading somewhere. Na mimi sipeanangi unga, mimi napeananga wheelchair na wanajua. So ukitaka wheelchair na diapers, that's why siwezi jenga Lord Store huko, lakini ukitaka wheelchair na diapers utapata huko. Tusaidiane hapa, mwingine hapa, and then tukiishi kwa maisha kila mtu anakuja kwa kanisa kama ameshiba. Si hiyo itakuwa sawa sawa? Si tutasikia neno, si neno itaingia. That's where we are heading to. So God bless you so much, Reverend Ben na Apostle Ngaruiya. Asanteni sana. Wachungaji wangu mnanisumbua kuwa pastor na huyu anakataa. Tufanye namna gani? Mbona apokee sifa sana. We thank God and